Kwa majina naitwa Frida Raymond Baina, ni mhasibu wa kanisa la FPCT tawi la Mkarango. Nimekuja hapa kushiriki mafunzo haya ya semina ya wahasibu ambayo yanahusu utunzaji wa fedha, hususan kumbukumbu zote na namna jinsi ya kutunza watumishi wetu ambao wanatuongoza kwenye lile tawi husika. Namshukuru Mungu, semina ilikuwa mzuri na nimejifunza kitu pia. Namshukuru Mungu pia nimeongeza upeo kwamba kile nilichokuwa nacho nimeongeza zaidi ya na nimepata zaidi ya. Kwa hiyo namshukuru Mungu na nilichokipokea nitakwenda kufanyia kazi. Tumejifunza jinsi ya kutunza watumishi wetu, jinsi ya kuweka kumbukumbu zetu vizuri na jinsi ya kuwa wabunifu katika kuendeleza kanisa. Kwa hiyo kuna mambo mengi wakufunzi wametufundisha. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana na semina ilikuwa mzuri sana kwetu sisi. Kwa Silas Madelemba ni mchungaji wa kanisa wa tawi la FPCT Kitunda. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii na kwa ajili ya yale ambayo yametendeka katika siku hizi mbili za semina. Kimsingi semina iliyoanza tarehe 8 na leo 9 kwa mwezi huu wa 5 mwaka huu 2026 mahali hapa, yenye kulenga kutunoa na kutukumbusha majukumu yetu wachungaji na wahasibu. Imekuwa semina nzuri na ya baraka. Binafsi nimejifunza mambo mbalimbali niliyokuwa ninayajua, yaliyofundishwa tena kwa upya kwangu, na hesabu kama ilikuwa ni sehemu ya kunikumbusha majukumu yangu na kunihimiza. Lakini niliyokuwa siyajui kwangu ninahesabu kwamba ilikuwa ni sehemu ya kupata ufahamu na ujuzi kwa ujumla. Sasa kupitia semina hii tumefahamu mipaka ya mhasibu, mipaka ya mchungaji. Pana mseminishaji mwingine pia alisema mchungaji asichukue majukumu yote, ndiye mchungaji, ndiye mhasibu, inakuwa haiwezi kukaa vizuri. Na mambo semina toka jana hadi leo. Ishu kubwa inayozungumziwa hapo ni matumizi ya fedha kwa nini wahasibu pasipo kuingiliwa majukumu yenu na wachungaji. Kwako imeshaitokea hiyo? Hapana, tunapotokea masuala ya maamuzi ya fedha, kuna hatua mbalimbali. Nashukuru viongozi na wachungaji kufanya nao kazi wakati wote kujua kabla kufanya maamuzi ya fedha, basi sio mchungaji. Lazima mtoke kwa wale ambao wapata nafasi ya ni moja kati ya semina nzuri kabisa. Tunaona kuna elimu kama pia Asante sana wito mkubwa, wito unaotoa kwa watu ambao walikosa semina. Kwa kweli semina haijawahi wasikose, kwa sababu semina hii ina mambo ya kiroho sana, na swala la kifedha ni jambo la kiroho, na tumejikita sana kwenye masuala ya documentation, tumejikita sana kwenye masuala ya relations, tumejikita sana kwenye masuala ya weledi, uadilifu, mambo ambayo ni muhimu sana kwa watunza fedha na fedha, kwa sababu ni eneo ambalo hata kusoma Biblia ni eneo ambalo pale ni mtihani sana hata kwa mmoja wanafunzi. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuwahimiza, naomba sana ambao kupata mafunzo haya, semina hii wakati mwingine wasikose, na wale ambao tumepata kwa sehemu kuenda kwa wenzetu kuwasaidia tuwaambie kilichotokana. Kwa hiyo tunapata sana, wakati mwingine wasikose. Sawa. Naona mwisho pale kuna maswali kwa washiriki wote. Sasa maswali yalikuwa na nini? Asante sana. Kila baada ya kufanya mafunzo ni lazima upate mawazo ya washiriki. Kwa hiyo tutengeneza maswali na hoja ambazo washiriki
wamejifunza nini kipya, hata kama wamejifunza na sasa sijajifunza. Kwa hivyo ni dodoso fulani la kupata uelewa watu wamejifunza nini. Lakini kingine tunataka kujua mapungufu katika uwezeshaji wa semina hii kutoka kwa wadau. Kwa hiyo watu wametoa maoni yao kwamba bwana wakati fulani kifanyike hivi, kifanyike vile. Lakini pia ni kitu gani tuliuliza kwamba kwenye mafunzo, kama umejifunza kitu, ni kitu gani ambacho wewe unaenda kukifanyia kazi baada ya mafunzo yako, kipya umekipata kwamba hiki nimekipata kwa kweli naenda kukifanyia kazi. Watu wameweka komenti zao, wametoa maelezo yao ambao sisi sasa kama kamati tutapitia tuone namna gani kama ya kuongeza elimu kwenye eneo hilo, sawa, lakini pia kufuatilia utendaji wa yale ambayo wenyewe waliazimia kuwa watafanya. Basi sisi kama viongozi tutachukua hatua sana. Asante sana bwana, bado tuko mahali hapa. Lengo la semina yetu kwa moja ni kuwajengea uwezo wahasibu pamoja na wachungaji wao juu ya taratibu za fedha za kanisa. Kanisa letu la FPCT lina sera ya fedha ambayo inaelekeza fedha na matumizi yake na namna zinavyotakiwa kutumika na kugawanywa ili kila fedha iweze kutumika katika namna inayostahili. Sasa tuliona ni vema wote kwa pamoja, wahasibu pamoja na au tuseme kuleta watunza fedha pamoja na wachungaji wao waweze kukaa pamoja na kupata uelewa wa pamoja ili kazi yetu ipate kwenda vizuri bila shida. Hii ni semina ya ngapi? Kwa kweli toka mimi nimechukuliwa kuwa katibu ndio majina yangu naitwa Mchungaji Shadrack Maisha, nasimamia tawi la FPCT Meza Ndanda sasa. Sawa. Mafundisho ni mazuri, lakini tukirudi kanisani tunakwama kwenye masuala ya utekelezaji. Nashauri tuanze na hatua zipi? Baada ya kupata elimu yoyote, kitu cha msingi ni sio tu hao waliopata, kwa sababu hao ni wawakilishi. Ukifika makanisani kuna ile inaitwa halmashauri ya tawi, na wakajenge sasa uwezo na uelewa wa halmashauri yao ya tawi ili kila mmoja awe na uelewa sawa waweze kuja kwenye masuala ya kimahusiano kati ya mchungaji na mhasibu. Tunarudi kwenye Biblia. Biblia inasema kuhusu watu wa mhasibu. Mchungaji ndio kiongozi wa kanisa. Maneno rahisi nasema ndiye mtawala. Kama ukienda kwenye masuala ya uongozi mchungaji ndio mtawala. Lakini mhasibu yeye ndiye mdhibiti wa masuala ya fedha. Lakini kwa maana sasa katika masuala ya matumizi ya fedha, huyu anayedhibiti na huyu anayetawala wote wanatakiwa wawasiliane ili fedha iweze kutoka na kutumika kupatikana na pia sawa. Miaka 10 ijayo FPCT kanisa kweli naiona FPCT ikiwa mbali sana, sababu sio tu tunawajengea uwezo kuhusu masuala ya fedha, lakini pia na namna ya kupata fedha ukiondoa mapato ya kawaida ambayo ni sadaka na matoleo. Naomba pia wahasibu wetu waanze kuwa na maono kwa miradi ya kanisa ambayo itaongeza mapato. Hiyo tutafanya kazi yetu katika sasa. Tukija kwenye semina ya motivation, kuna kitu ambacho kinabidi kupanga sana pale kuhusiana na swala la mfuko wa hifadhi ya NSSF wa wachungaji. Kuna kitu gani hasa kwa wachungaji? Wachungaji wengi wanapomaliza muda wao wa utumishi wanakuwa hawana kitu kinachoweza kuwalinda wao, wenza wao na familia zao. Kwa hiyo tumeona kama kutakuwa na uwekezaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii kama NSSF, kutakuwa na wahakikishia hatima njema hata baada ya kutoka wao na wenza wao. Kwa hiyo ndio target yenu hasa. Ili mchungaji asijutie kwamba amefanya kazi baada ya kumaliza muda wake wa kazi hana kitu na hawezi kutunza au kutunza chochote. Na tunaamini kwamba watakapokuwa wanaweka kwenye mifuko ya jamii, watakapomaliza kwanza watapata kama pension kama ilivyokuwa wafanyakazi wengine, lakini pili wana uwezo wa kuendelea kutibiwa chochote cha maisha yao. Lakini mjadala ulikuwa mpana sana mpaka kupata majibu, yani kukubaliana kwa hicho. Nahisi wachungaji wengine wasiwasi wao hasa kwanza naomba tukubaliane kwamba jambo lolote hili huwa linatokea. Kwa hiyo
ilikuwa ni changamoto ya kuelewa kwanza kwamba jambo hili linawezekana kufanya kanisani, lakini tunaamini polepole tumesisitiza kwamba wale wachache walioelewa wao kwanza ili watakuwa walimu. Naomba nitoe wito, sababu ni jambo tunaliongea. Nitoe wito kwamba ni muhimu sana tuwe ndani matawi yetu inayoendana na mazingira yetu. Hiyo itatusaidia kujenga uwezo wa kiuchumi ili tuweze kusaidia mbele kufanya mambo makubwa zaidi. Hiyo sana. Tulikuwa tumejikita sana kwenye habari ya nafasi ya mchungaji na nafasi ya wahasibu au watunza fedha kwenye kipengele cha fedha, kati ya mipaka ya mchungaji na mipaka ya mhasibu katika habari ya fedha. Na leo tukajikita zaidi sana kwenye habari za miradi kwa kanisa ili kusudi kanisa liweze kukua na kujiendesha lenyewe, inamaanisha tawi. Kwa hiyo nimefurahi sana na nimeona utofauti kati ya jana na leo. Kumekuwa na utofauti sana, lakini pia leo tumejifunza mambo makubwa zaidi na mazuri zaidi, maana jana ndio tulikuwa tumeanza. Lakini hakika leo nimeona jambo la kutamanika kwamba liendelee kila itwapo leo. Sawa sawa. Umezungumzia swala la mradi, sijajua kwa tawi lako na mradi wote. Kwa kweli sisi kwa sababu tulikuwa tujapata hii elimu, hatukuwa na mradi wowote ambao ulikuwa unaingizia kanisa kipato zaidi ya sadaka ya kawaida. Lakini baada ya kupata hii nimepata kuhamasika, yani baada ya hii semina nimepata kuhamasika sana kiasi kwamba najihisi ni kama nimechelewa kupata hii semina. Ndio. Vipi kuhusiana na masuala ya mwingiliano sasa kati ya majukumu yako kama mchungaji na kwa kweli namshukuru Mungu pale kwenye tawi langu kwenye mwingiliano, kwa sababu wahasibu huwa hii ni mara ya pili wao kupata semina ya fedha katika tawi husika. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu yeye mhasibu wangu alishapata semina juu ya fedha na utendaji. Kwa hiyo hatukuwa na shida sana kuingiliana kwenye majukumu, kwa sababu alikuwa anatimiza wajibu wake na mimi nilikuwa natimiza wajibu wangu. Kwa hiyo kwa jambo hilo namshukuru Mungu katika hilo. Sasa unaondoka leo, kitu gani ambacho unachoenda sasa kuwapa washirika wako tawi? Mimi namshukuru Mungu sana. Leo naondoka, lakini natamani sana labda nilikuwa nimeshafika muda, maana hisi ni kama nimetiwa chachu ambayo nilitakiwa niipate, na nafikiri kama vile nilivyofurahia nitakaposhirikisha pia tawi pale ambapo natumika, naamini nao watalipokea kwa furaha kama nilivyopokea, na mimi nao watatamani zaidi, kwa sababu kwenye jambo la maendeleo hakuna mtu ambaye hapendi, ila namna tu ni kwamba unaanzaje hayo maendeleo, unaanzia wapi. Kwa kikubwa tumejifunza hata kwenye hii semina kwamba kikubwa unaanza na wazo, alafu mradi unapomtaji ya fedha inafuata, na nimeona kabisa na mimi nimeshapata wazo. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba asilimia 50 ya utatuzi wa miradi kanisani kwetu au pale kanisani ambako mimi nahudumu tayari imeshatatuka. Kwa hiyo naamini hata wale washirika pale ambao tuko tunamwabudu Mungu watalipokea kwa furaha kubwa sana. Mwisho kabisa, wito wako kwanza ninaubariki uongozi wa kanisa la mahali Masasi, jimbo la Kusini Mtwara, kwa kweli kwa maono makubwa kama haya. Na wito wangu ni kwamba mtumishi yeyote ambaye hujapata kibali cha kuhudhuria semina hii, kwa kweli umekosa mambo makubwa sana. Na niendelee kuatia moyo viongozi wetu kwamba wao wanafanya mara kwa mara kabla hata haijafika wakati ya kuzoelea yale tumejifunza, tupate tena tuendelee kutiwa moto. Lakini pia kwa ujumla FPCT ninashauri masomo haya ni muhimu mno. Ningekuwa natamani karibia kila kanisa la mahali FPCT wangekuwa wanapata mafundisho kama haya ambayo tumeyapata, maana kwa sasa tumekuwa na uelewa tofauti, tumekuwa na ujuzi tofauti, na tumekuwa na mtazamo tofauti. Barikiwa sana.